Hujambo na karibu kwenye Kisengere Nyuma cha Prudent, ukisomewa nami Glavin Chepkemoi. Na tukianza ni kwamba serikali ya kaunti ya Uasin Gishu kwa ushirikiano na hospitali ya rufaa ya Moi wameungana ili kuadhimisha siku ya saratani duniani kwa kutoa matibabu ya bure kwa wagonjwa. Vilevile taasisi ya Prudent wameungana na wagonjwa wa saratani katika hospitali hiyo hiyo ya Moi. Tunaungana na mwanahabari wetu Melab Ngetich atueleze mengi zaidi. Wakati dunia inaidhinisha siku ya saratani duniani, wakazi katika kaunti ya Uasin Gishu wamehimizwa kujitokeza ili kufanya uchunguzi na kupata chanjo, kwani saratani yaweza kutibiwa iwapo itabainika kwa mapema. Kansa ikigunduliwa mapema inaweza kutibiwa, na ukitibiwa unaweza kuishi miaka mingi bila shida yoyote. Hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Uasin Gishu wamejumuika kwa pamoja ili kuidhinisha siku hii kwa kupeana chanjo na matibabu kwa wagonjwa wa saratani. Leo tumekuja kama hospitali ya rufaa ya Moi Teaching and Referral Hospital pamoja na Uasin Gishu County. Tumesema tujumuike pamoja ili tuweze kusongesha hii ugonjwa yenye imekuwa ni pigo kubwa kwa familia zetu, kwa our community, iweze kusonga nyuma. Hata hivyo wamewapa wagonjwa wa saratani ujumbe wa matumaini, wakiwasihi wasiogope kujitokeza kwani ugonjwa huo una tiba. Wametolea mifano waliojitokeza na kupata tiba na kunusurika ugonjwa huo. Umeona cancer survivors wenye walijitokeza hawakuogopa, na saa hizi tuko pamoja ukiambia watu kansa inatibika. Kwingineko, taasisi ya uandishi na uenezaji wa habari ya Prudent jijini Eldoret wamejumuika na wagonjwa wa saratani katika hospitali ya rufaa ya Moi ili kuwapa ujumbe wa matumaini. Akizungumza na wanahabari, Enosh Kipkogei ambaye ni mmoja wa walionusurika ugonjwa huu, anasema ni vyema kuwa na matumaini iwapo unaugua ugonjwa wowote wala si saratani pekee. Unapougua ugonjwa wowote usipoteze tumaini. Manake unapokuwa na tumaini utakuwa unapona, utapata nafuu. Kwa hiyo wale ambao wanaugua ugonjwa wa saratani, unapougua ugonjwa wa saratani si mwisho wa maisha, bali kuna matumaini kwamba utaweza kupona na mambo yatakuwa shwari. Vilevile mkuu wa taasisi hiyo Bwana Charles Ngeiwa ametoa ujumbe sawia, akisema kuwa amewapa wagonjwa kadi iliyo na jumbe la matumaini na ua la waridi ili kuashiria upendo. We have visited a number of patients. We have showed them love with a card and at least a rose flower. Our message today was just to show them that what they are undergoing right now is not permanent. Ameongezea kuwa watakuwa balozi wa kupigana na ugonjwa huu wa saratani. What we just want to tell the public that we have to educate people and create awareness about cancer and also the preventive measures and what to do and what not to do as much as cancer is concerned. Nikiripotia runinga ya Prudent kutoka kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Melab Ngetich. Na tukisonga mbele ni kwamba wakati nchi inapambana kupigana na uchumi mbaya, wanabiashara wengi wanapatana na changamoto katika biashara yao. Tunaungana na mwanahabari wetu Stacy. Niko jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo nimepatana na mwanabiashara mmoja. Ameweza kunielezea changamoto na faida ambazo anazipata katika biashara yake ya nafaka na vyakula. Evelyn Kwena, mwanabiashara anayejihusisha na biashara ya nafaka na vyakula jijini Eldoret, anasimulia kwamba alianza biashara hii mwaka wa 2015 na kubandika jina lake la biashara Blessed Santa Maria. Naitwa Evelyn Kwena. Biashara yangu ni ya cereals na grocery, na jina la biashara yangu ni Blessed Santa Maria. Hili jina lina connect na mimi ni Mkatoliki, na mimi napenda Mama Maria ambaye ni mama alituzalia mkombozi wetu Yesu Kristo. Mama Maria amenifanyia makuu, na nilisema nikianzisha biashara
nitaiita Blessed Santa Maria. Biashara nilianza mwaka wa 2015. Anasimulia baadhi ya bidhaa ambazo anaziuza kama vile Piriton, nowe nyeupe na ya madoadoa, mayai, cinnamon. Anatuelezea faida ya cinnamon, wimbi na muhogo kwa watoto wadogo wa miezi 6 na kwa akina mama ambao watoto wao hawajafikisha umri wa miezi 6. Wimbi, unga wa wimbi na muhogo, mtoto akifikisha miezi 6 ndio naweza tengenezea mtu, lakini mtoto mwenye hajafikisha miezi 6 huwa na advice mama kunywe hii uji ili akapate kunyonyesha mtoto wake. Wakati akifikisha miezi 6 ndio ako advisable kuja kwangu, nitaweza mchanganyia hii wimbi bidhaa aenda ajishagie mwenyewe, ama akuje nimeshashiaga nimetengeneza, huwa na zitengeneza kwa njia nzuri sana, alafu namchanganyia ninampatia. Kilo moja ya unga wa uji ni shilingi 300. On sticks ina faida kwa mwili yetu ya binadamu. Unaenda jioni, unachemsha maji, unaweka ndani overnight. Ukiamuka kitu ya kwanza kunywa hiyo maji ya cinnamon. Iko na faida nyingi sana. Inaosha system yako ya tumbo. Magonjwa mingi hii kupata hakuna. Ukiwa na tumbo ambalo ni kubwa, tambi, pia cinnamon inafanya nini? Inasaidia. Evelyn anatuelezea kwamba anauza bidhaa zake rejareja na jumla. Yellow green rejareja ni shilingi 400 na jumla shilingi 350. Na Nyayo rejareja ni shilingi 350 na jumla ni shilingi 300. Na anapata bidhaa zake kwa wakulima na madalali. Mimi nauza retail na wholesale price. Retail ya maragwe yellow green nauza shilingi 400 na wholesale mwenye ananunua wholesale namuzia shilingi 350 kwa gorogoro. Hizi bidhaa ninapata kutoka kwa wakulima wananiletea, na wakati mwingine napata kwa brokers pia wananiletea. Anasema anapata changamoto ya wadudu huku ikimfanya anunue gunia ya bei ghali. Biashara hiyo imemfaidi na kuanzisha biashara nyingine ya pikipiki na kulipia watoto karo, na imemwezesha kulipa kibali cha biashara kila mwaka. Anahimiza wafanyabiashara wenzake wanapofungua asubuhi waanze na sala na jioni ikifika wamalize na sala. Napatikana Shajra karibu na Windsor Hotel. Ripotia runinga ya Prudence, makala ya biashara. Jina langu ni Stacy. Na kwingineko ni kwamba serikali kuwasamehe Wakenya zaidi ya milioni 2 wanaopata shilingi 30,000 na chini. Lengo kuu ikiwa ni kupunguza mzigo wa kodi, kusaidia gharama ya maisha. Tunapata mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Rensi Cherotich, atupashe mengi. Waziri John Mbadi jana alipokuwa katika kaunti ya Meru alisema Wakenya zaidi ya milioni 1.5 wanaopokea mshahara chini ya 30,000 watasamehewa na hawatalipa ushuru. Waziri huyo alisema wizara ya fedha itawasilisha mswada wa marekebisho ya sheria za ushuru mbele ya bunge ili kuidhinishwa kwa mageuzi kabla ya mswada wa kifedha wa mwaka wa 2026-27. Takriban watu milioni 3.6 wanalipwa mshahara na milioni 1.5 wanapata chini ya 30,000. Hii ni juhudi ya kuwalinda Wakenya wenye kipato cha chini na kujikimu kutokana na shinikizo la kupanda kwa gharama ya maisha. Tony Okeya, mkazi wa kaunti ya Uasin Gishu, anasema kuwa kufuatilia mbali kwa ushuru kutaweza kumkidi pakubwa. Yesterday the minister talked about pay as you earn, and it is a very good thing for us below the pay cut of 30,000. I think it is good for us because that amount around 3,000 or 4,000, if you have been waived for that and you have it is enough to pay my rent or to pay school fee for my kid. So it is a good thing. So waziri tu apeleke parliament
tuone kama wabunge wetu wanatujali, watapitisha mswada. Toa Sharon Chemeli, kwa maneno yenye waziri aliongea, naona ni jambo mzuri juu mimi mwenyewe napata salary ya 24,000 nakatwa kabisa. Sasa naona wapeleke bunge maneno haya, at least watapitisha. Mheshimiwa Badi, tunashukuru sana kwa yale uliyowatoa siku ya jana. Uliongea vizuri sana kuhusu sisi watu wa chini, watu ambao tuko katika payslip ya chini. Tunashukuru sana kwa kazi yako. Tunaomba uweze kusikiliza hiyo mjadala ili ifike mbele, na tunaomba waheshimiwa uweze kupitisha hili jambo. Sisi watu wa chini tuweze kukatwa ushuru ikiwezekana, tuweze kukatwa ushuru tusiweze kukatwa. Kiripotia runinga ya Prudent kutoka kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Rensi Cherotich. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kukuaga kwa heri. Tufuatilie kwenye mtandao wetu wa kijamii Facebook, Twitter, Instagram, TikTok @Prudent College of Media. Nimekuwa msomaji wako Glavin Chepkemoi.